Kaunti yetu ya Isiolo kwa kiwango cha wamama wanaochukua methods za family planning ambayo kwa Kiingereza inaitwa Modern Contraceptive Preference Rate MCPR, tuko katika kiwango cha 28%. That is 28% of modern contraceptive preference rate. Na ombi langu ni kwamba kwa husika kina mama waweze kuchukua jukumu hili na uchukue action kuhusu baada ya kujifungua. Naona kuna manufaa mengi sana kina mama wakati ambao wamejifungua akaweza kuwa mtoto ambao amezaliwa nafasi ya kuweza kunyonya na nafasi ya kuweza kukua kiafya. Hii ni habari ya Headmaster Networks. Unatazama Headmaster Networks. Hii ni habari ya Headmaster Networks. Wito umetolewa kwa kina mama waliojifungua katika kaunti ya Isiolo kuhakikisha wanapanga uzazi kwa manufaa yao na mtoto. Kulingana na wataalam, child spacing, yani upangaji uzazi, una manufaa mengi kwa mtoto na mama, kama Abraham Mwangi anavyoeleza. Jina langu ni Abraham Mwangi, nafanya kazi na shirika la Anglican Development Services of Mount Kenya East, niko based hapa Isiolo kama ofisa wa afya ya mama na mtoto, na leo tulikuwa tunaangazia mambo yanayohusiana na kupanga uzazi baada ya mama kujifungua, ile kwa Kiingereza tunasema post pregnancy family planning. Na tunajua kwamba post pregnancy family planning inahimiza mama baada ya kujifungua aweke nafasi angalau ya miaka 2 kabla hajashika mimba tena, ili aweze kukua amepata nafasi ya mwili wake kurejesha nguvu na kupona, na pia impatie nafasi ya kunyonyesha mtoto wake kwa miaka 2 kama vile Ministry of Health inavyohimiza. Na tunajua kwamba mtoto ambaye amenyonyeshwa inavyofaa ana uwezo wa kukua inavyofaa kwa kiakili na kimwili, na pia inasaidia sana kupunguza magonjwa ambayo yanaathiri watoto wakiwa wachanga. So muhimu wa mama kuweka nafasi baada ya kujifungua for post pregnancy family planning, jambo moja, inasaidia mwili ya mama kurudisha nguvu na kupona, na pia inapeana nafasi ya mama na mtoto kubond ama kuweza kukaa na mtoto wake wana bond, na isaidia bonding ya mama na mtoto inamsaidia pia kukua kiakili for mental and cognitive development, na hiyo ni jambo ya maana sana na inafaa kuangaziwa na watu wote. Kaunti yetu ya Isiolo kwa kiwango cha wamama wanaochukua methods za family planning ambayo kwa Kiingereza inaitwa Modern Contraceptive Preference Rate MCPR, tuko katika kiwango cha 28%. That is 28% of modern contraceptive preference rate, ambayo iko chini kidogo kuliko most of the counties around here, na inamaanisha kwamba wamama wengi baada ya kujifungua hawatumii njia za kuzuia kushika mimba, hivi kwamba wanashika mimba kwa karibu, ambayo inaweza athiri afya ya mama na mtoto, because closely spaced pregnancies and births contribute to chances of maternal mortality and complications. Kwa hivyo njia moja tunayohimiza katika siku ya leo ni kwamba ni vyema mama akishajifungua washirikiane na mzee wake kuweka nafasi kabla hajashika mimba tena kwa kiwango cha miaka 2 kwenda juu, na pia inapea nafasi ya mtoto pia kuwa amekomaa kabla hajashika mimba tena. Idadi ya kina mama waliojifungua na ambao wanapanga uzazi ni ya chini mno katika kaunti hii ya Isiolo, lakini je, ni kwa nini? Ukiangazia zile sababu ambazo zinazuia wamama kutofanya ama kutotumbia njia za kupanga uzazi baada ya kujifungua, moja yake ni dhana potovu ya kwamba family planning inaathiri uwezo wake wa kushika mimba baadaye. Wengine wanaamini kwamba akitumia method ya family planning mtoto atazaliwa akiwa na shida, na hayo yote si kweli. So tunasema kwamba badala ya watu kusikiza dhana kama hizo, ni vyema wapate information inayofaa kutoka kwa madaktari na wale demand creation agents wenye tumesomesha katika mradi wetu APIP, ambao nimesema ni Male Champions, Religious Leaders, Traditional Birth Companions, CHPs, waweze kupata ujumbe unaofaa na kuelekezwa pale kwa daktari waweze kupata ujumbe.
Kitu kingine ambacho kinachangia katika watu kutotumia methods of family planning baada ya mama kujifungua ni issues around gender and social norms. Unakuta kwamba wamama wengi wameelimika na wanataka kutumia method of family planning kabla hajashika mimba tena, lakini unakuta kwamba sababu ya utamaduni na itikadi za jamii, unakuta kwamba hawezi fanya uamuzi, analilai na maamuzi ambayo inafanywa na mzee, so itabidi aombe ruhusa ama awepewe ruhusa na mzee kutumia hiyo method. Unakuta kwamba pia wamama wengi wanasema wanapotumia for example the implants ambayo inawekwa katika mkono wa mama hapa kwa juu, unakuta mzee anasema anakuja anafinya, anasema ulitumia bila ruhusa yangu. So sisi kama mradi tunahimiza especially kupitia Male Champion, ni vyema waweze kuongea na mzee na waelimishane katika kijiji. Wazee wanaletwa pamoja, wanaelimishwa, wanaelewa mafaida na manufaa yake na ni vipi wanaume wanafaa kuhusika. Jambo moja tunasema kwamba ni vyema mzee aweze kuandamana na mama wanapoenda kliniki, wanapoenda kupata ushauri, wanapoweza kupewa counseling na daktari, waulize maswali pamoja, waelewe, wachague method inayowafaa kwa pamoja, mama na mzee wake. Rather we are saying a woman and a spouse, so that it's a family affair, wamehusika wote wawili, so that tuweze kuondoa kasumba ambayo imekuweko kijijini ya kwamba mambo ya family planning ni responsibility ama ni jukumu ya wamama peke yake, ama hiyo ni kazi ya wamama peke yake. So hiyo tukifanya hivyo, najua tutachangia kwa njia moja increase uptake ya family planning. Jambo lingine ambayo pia inaweza kuwa inaathiri uptake ya family planning katika kule kijijini ni fear of side effects, lakini hiyo ambayo mama akipata ushauri unaofaa anaweza saidika kupitia daktari wake. So na pia lack of knowledge, correct information. Unakuta kwata watu wengi wanasikiza mauongo ama myths kuliko kusikiza kweli. So tunasema sisi kama mradi tukishirikiana na Department ya Health ya County, tafuta ukweli kwa daktari. Tafuta ukweli unaofaa kuhusu mambo ya family planning baada ya mama kuzaa, na in case mama amepoteza mimba kwa njia moja au nyingine, ni vyema tunasema pia aweke kuweka nafasi ya angalau miezi 6 kabla hajashika mimba tena. Abraham hata hivyo ametoa wito kwa serikali ya kaunti na viongozi wa kidini kuweka mipango ambayo itahakikisha kina mama waliojifungua wanaanza kupanga uzazi. Kuna changamoto hasa za dhana na bits and misconceptions katika society, lakini kama mradi tunashirikiana pamoja na Department ya Health, especially community health strategy na community county health promotion, so that tunaweza kupeana ujumbe unaofaa. Tume on board religious leaders, tume on board male champions ku address male engagement. Pia tunafanya kazi na community health promoters na youth champions na traditional birth companions kule kijijini, ili tuweze kuhamasisha jamii na pia kuelekeza katika hospitali to do health education, create awareness and demand, and also do community referral. Tunashirikiana pamoja vizuri na Department ya Health ya County na JAPAIGO katika huu mradi wetu, na lengo letu ni kwamba baada ya muda wa huu mradi tutaweza kuwa tumefikia malengo ya kuchangia katika kupunguza vifo vinazotokana na wamama kushika mimba kwa karibu. Ni warsha ambayo iliwaleta pamoja washikadau katika sekta ya afya, ikiwemo kutoka kwa serikali ya kaunti, viongozi wa kidini na wataalam tofauti. Mkutano uliopangwa na ADS Mount Kenya East chini ya mradi wa APIP unaofadhiliwa na Bill Gates na Melinda Foundation kupitia kwa shirika la JAPAIGO. Viongozi wa kidini pia wameomba kina mama kuhakikisha wanapanga uzazi. Jina langu ni Reverend James kutoka ACK hapa Isiolo, na ambao nimekuja hapa kwa warsha hii ambao imekuwa ya ADS, na ambao tumefunzwa kuhusu child spacing na pia mambo ya family planning. Na ombi langu ni kwamba kwa husika kina mama waweze kuchukua jukumu hili na uchukue action kuhusu baada ya kujifungua. Naona kuna manufaa mengi sana kina mama wakati ambao wamejifungua, akaweza kuwa wakupea mtoto ambao amezaliwa nafasi ya kuweza kunyonya na nafasi ya kuweza kuwa kiafya. Kwa hivyo wito wangu ni kwamba kina mama na wazee kwa jumla
wataweza pea watoto hao wachanga nafasi ya kuweza kukua, akaweza kunyonya kwa muda wa miaka miwili, na ili akaweza kuwa mawazo yako imeweza kudevelop na pia kiafya atakuwa sawa. Jambo lingine ambao wito wetu kama religious leaders ni kwamba wakati ambao watoto wetu wamekuwa kwa njia hiyo na wamekuwa na afya bora, tunaona kwamba familia zetu zitaendelea kukua, ziko na nguvu, na pia jamii kwa jumla na pia taifa litakuwa ni kwamba watu ambao wako na afya njema.